Lakini normal price ni zile za kawaida, ambayo hiyo dada lazima aweke dhamana, lazima aiweke dhamana. Sisi tunataka kuamini kabisa kwamba Mungu ametupa hichi kitu tukitunze. Tunaambiwa tusipokuwa waaminifu kwa madogo hatuwezi kufika kwenye makubwa. Wadada, mnavyoona mabosi wamefikia hatua ya kukiamini hichi kituo, kuajiri nyie kwa gharama ambazo Tanzania haijawahi kutokea. Dada wa kazi za nyumbani unalipwa 500,000 kwenye kazi za ndani, ambazo kuna graduate aliyemaliza chuo halipi huo mshahara. Kuna graduate wengi wako kwenye kazi zingine za kawaida huko hawalipi hiyo 500,000. Lakini kupitia Wadada Center umesoma tu mapishi yako, umesoma tu sijui usafi wako na malezi sijui hizi chekechea nini, unaenda kulipwa 500,000. Usichukulie ni kitu cha kawaida au ni kitu kidogo. No. Mmekuzwa kwenye misingi ya kudharau kazi na kudharau ajira ambazo zinaweza kuwapa hatua. Hapa kwetu sisi no. Sisi hapa tunaamini lile neno la Mungu ambalo linasema kwamba ufalme wa Mungu unaanza na mbegu ndogo sana. Sisi tunaamini mbuyu ulianza kama mchicha. Hichi tulicho nacho tunaamini ni kitu kikubwa sana, hasa katika kipindi hiki ambacho huko nje wanasema hakuna ajira. Sisi hapa ajira tunazo, tena ajira zenye staha, tena zenye maslahi kwa mtu yoyote anayejielewa. Hizi ajira ni kubwa, ni nzuri na zinaweza zikakutoa vibaya mno. Kwa hiyo tunaomba msizichezee kabisa. Yani sisi hapa we are not playing. Hatuchezi kwa sababu tunahakikisha na sisi tunakuwa waaminifu mbele za Mungu. Ametupa hichi kitu, tukikipoteza na sisi tutaanza kusema hamna kazi, hamna ajira, hamna nini, wakati hiki ndio kinachotupa sisi riziki. Ni kweli. Hatuwezi kukichezea hata kidogo. Kwa hiyo kwa wadada yeyote yule ambaye anakuja hapa, ujue kabisa huku sisi tuna utamaduni wa kimungu. Jamani, soma Biblia. Kama usomi Biblia ndugu yangu, basi huku usije. Sisi hatutaki wapagani hapa. Sababu ndio hayo mambo yataanza, unasaini huku, alafu unaenda kule unageuka. Hatutaki wapagani. Tunataka watu ambao wanamwamini Mungu. That is number 1. Uaminifu. Ukiwa unamwamini Mungu, uaminifu utakuwa mwaminifu. Yaani utakuwa mwaminifu automatic. Utakuwa mwadilifu. Bosi atakupa hela, utasema hizi hela zinatakiwa ziende kituoni, kwa sababu unajua mwisho wa siku ni za kwako. Nitazichukua. Na dada wengine unakuchega cha mwajiri anasahau anampa, lakini anaenda kutuma. Yaani sisi tunakitafuta kuna dada wengine anapiga simu anatuma. Na hiyo ni kwa faida yake anyway. Yaani kwa sheria zetu hizi za kimungu tunazozihubiri hapa haziwezi kwenda bure. Yaani hizo sheria ndio hizo zitakazo kufungulia baraka, kwa sababu anayeona sirini ni Mungu. Na Mungu ndio anayesema sisi watumwa tunaowatumikia watu tufanye hizi kazi kwa unyenyekevu na kwa kutetemeka. Na tena tufanye kana kwamba tunamfanyia Mungu. Tunawafanyia hawa watu tunawafanyia, lakini tunamfanyia Mungu. Kwa hiyo ni kwa wadada. Kwa mabosi, jamani, nafikiri hakuna ubaya kusema hatuwezi kumhudumia kila mtu. Hakuna ubaya. Yaani sio kwamba tuna nini? Natafuta neno nzuri la nitaipeleka kwenye mahusiano. Unajua nawaambiaga wanawake, tafuta hela ili usihangaike kutafuta mwanaume mwenye hela, kwa sababu utakapokutana na lolote utabeba. Si ana hela? Ni limume la mtu, umeambiwa ligonjwa, umeambiwa lihuni, kwani wewe utajali? Wewe unatafuta mwenye hela. Akikupa yani uko desperate. Nilikuwa natafuta neno ambalo ni desperate. Desperation. Ukiwa desperate utachukua chochote. Sasa kwa waajiri wetu ningependa kusema hivyo kwamba hatuko desperate kusema kwamba kila mwenye hela yake awe mpagani, awe mtu mwenye yani anayedharau, yani kwamba yani kama vile sekta ya kazi za nyumbani kama ni jalala. Yani kwamba atakuja hapa just because ana mahela yake na nini, basi atakuja hapa kama kunataka. No. Tunaomba tuheshimiane na tujue kama tuna utaratibu. Kwenye hiki kidogo tunafuata utaratibu. Ni sekta ambayo haina kichwa wala miguu, lakini bado unahitaji huduma zao. Pamoja bila huduma. Tena unataka mtu ambaye anaenda kukupikia. Ambaye utamwaminisha mtoto wako, maisha yako, ya mtoto wako na ya kwako. Ya nyumba nzima. Lakini umewazalia no. Au huyo mtu tusingependa kumhudumia. Sio habari ya hela. Ni swala kwanza la kujua
mtu naye mhitaji kwenye maisha yako ni mtu muhimu sana. Wa thamani sana. Ni mtu wa thamani sana. Sana. Ni mtu ambaye anakuja kushika maisha yako, familia yako. Kwa hiyo tushirikiane ili uweze kuambulia kupata mtu ambaye pia anaweza kuleta baraka nyumbani kwako. Hatogeuka machozi ndani ya familia yako. Kwa sababu hayo ndio maombi yetu. Kwa hiyo ikiwa hivyo, tukipata watu wa hivyo, tutafanikiwa wote. Wote tutakuwa na furaha. Watoto watakuwa vizuri majumbani. Unalotaka kutendewa, mtendee mwenzio. Usimtendee mwenzio. Sasa ukitulia hapa unatupiga mateke, unatuona hatuna maana, unaona utaratibu wetu ni wa kijinga. Na dada yetu unaye. Na tuweni sisi wenyewe. Utaratibu wa kijinga kabisa huo. Mbona mmezidi sana? Mmekuwa hai. Yote tumewatengenezea ndugu yangu, angalau mtoke kwenye ile. Tumefanya jitihada. Jitihada za kuwafanya watu angalau hata kama hawajakuwa professional kwenye level zenu, lakini kuna namna tunawatoa kwenye tunawakunguta mavumbi, kupata wale wadada wa kizamani wanakuja angalau wanajielewa, wanafanya kazi zao vizuri, wanakaa na watoto vizuri. Appreciate hicho kidogo tunachokifanya. Na Mungu ametengeneza huo mfumo kwamba mwisho wa siku cheo chako kikiziba, unafikiri wewe ndio utazibua? Lazima utamtafuta yule anayezibua. Umeona? Lazima utamtafuta. Nyumbani kwako una kila kitu, lakini nakwambia hakitapika, hakitashika mtoto. Ni kweli. Na uwezo utafanya yote kwa mara moja. Wako wenyewe ambao ndio Mungu anawapitisha huko sasa, na wao wanapitishwa huko. Ninawaambiaga dhahabu haiwezi kung'aa bila kupita kwenye moto. Kwa hiyo lazima ipitie. Kwa hiyo sasa na sisi tuje siku moja tufike mafanikio kama ya kwako wewe leo bosi, ambayo unakuja hapa na nini, na sisi tunapitishwa huku sasa kwenye kuhudumia watu. Tujifunze uvumilivu, tujifunze ngija za kazi. Kazi ndani ndio rahisi. Wao wanafikiri ni rahisi. Ndio. Hizi kazi ni ngumu. Zinahitaji uvumilivu. Na kuambia watu wote wanaofanya hizi kazi za ndani ni Mungu anawapitisha kwenye moto ili wang'ae, watoke wawe dhahabu. Na maana naambia wadada, jamii ni rahisi sana kuishi na watu. Kwani yuko wapi bali si ndio mimi hapa? Ndio niko hapa sasa. Nisingepita kwenye huo moto, sijui kama ningekuwa hivi nilivyo. Nisinge. Kwa hiyo jamani, nafikiri tunategemeana. Mwisho wa siku itakuwa hivyo kwamba wote tunategemeana. Unataka kufanya huduma na sisi, unataka hatulazimishi. Unataka kufanya huduma na sisi, unafuatilia content zetu, tunajitahidi kuweka workshop zetu. Tuna wadada mnawaona pale wanakaa kina Loveness hapa, kina Kila, kina Epi. Hiyo yote ni jitihada za kuwa brush. Tunawatengeneza mpaka watoke huko watu kuwatengeneza. Jamani kidogo bosi upumzike. Kama huoni haina shida, ziko sehemu nyingi watu sio wengi kama wanafanya. Kwa sababu wanapokuja zile simu zao utasikia mimi nataka dada hivi. Ila maana ambako unaleta hivyo vigezo tayari unajua huko umevikosa na unataka uvipate kwetu. Kwa lazima uappreciate jitihada ambazo tunazifanya kumleta yule dada ambaye wewe unatamani. Sawa, tuseme hivyo. Kwamba ukishaona ngoja niende huku, maana of course huku kuna utofauti wake. Hata wadada nawaambia unataka kuja huku kwenye mishahara mizuri basi kuna mambo tofauti. Haitakuwa ile ya kawaida. Mnakopelekeshana kama vifurushi. Ukasema ile ukipenda mboga penda na wala. Penda vitu vizuri vya Wadada Center lazima wafuate utaratibu. Na namna mojawapo ya namna ya kufuata utaratibu ni kukubali kuweka dhamana kwenye ofisi yetu. Hiyo ni moja kati ya nidhamu tunayowafundisha hawa wadada, kufuata utaratibu. Dhamana lazima ikae hapa. Ukimaliza mkataba wako utapewa. Hukumaliza bosi wako tumuhudumie tena dada mwingine mpaka tukamilishe ule muda tulioahidiana. Kwamba tumekubaliana ni mwaka ukiisha then ataamua unaendelea au unaangalia ustaarabu mwingine, no problem. Lakini ile ndoa yetu ya mwaka iishe lazima itimie salama. Lakini hatuwezi kuvunja ahadi kwa sababu tu wewe umetaka kuondoka. Na dada ambaye anaikatisha haina shida, lakini lazima sasa na yeye apate kidogo kuna gharama.
kidogo yani kwamba hakuja tu yani na cha kupoteza unajua. Alafu sio cha kupoteza, mbona kanisani wanachangia sadaka? Ni sadaka, ile sadaka ambayo inamuuma, basi ndio itakuwa hapo. Pia utu ajue tu mtu alilipa pesa zake, mimi niweze kuja kumpa huduma. Leo unaondoka unategemea atapata vipi huduma? Ndio angalau training tunawafanyia training hapa sana, tunawafundisha jamani ya wadada. Kwa hiyo yani tunawafundisha kupika, tunawafundisha ubinafsi. Yani kwa wadada tunachowafundisha ni muache ubinafsi. Usione raha unakuja hapa unakula, unalala, unafanyiwa training, hizi zote ni gharama. Kwa hiyo umeshindwa kumaliza mwaka, basi utachangia kituo. Hakuna ubaya, maana hichi kituo kisingekuwepo usingekuja. Sasa ili wenzako nao waweze kuendelea kunufaika na hichi kituo, lazima kiweze kuendelea kuwepo. Kinaendeleaje kuwepo? Na sisi tunahitaji pesa kujiendesha. Ndio hivyo unakatisha mkataba, dhamana yako inaingia kwenye mfumo wa uendeshaji wa gharama za kituo na bosi wako apate mtu mwingine. Mbona ni simple? Shida ni watu wana roho mbaya. Roho mbaya tu ndio inasumbua. Na sisi tunasema hao wa roho mbaya sisi hatuwataki. Tutamwomba Mungu. Madam, wadada wenye nia njema huwa waonaki kama dhamana ni kitu chochote. Hawajai kuaminika. Ni shida. Miezi michache ya mwanzo baadaye anaanza kupata pesa zake, mwishoni anakuja hapa kwa moyo mweupe, wengine wameweka baba wanatushukuru. Wanatuletea na zawadi. Sinaonyeshaga hapa kuna wadada wananibebea na masabuni viroba na nini, wanashukurani. Hao mimi ndio ninaowaomba. Mwingine anasema nataka tu niache sadaka, nataka niache sadaka. Yani maombi yetu ni kutuletea wadada kama hao. Wenye shukurani, wanaojua kabisa kwamba hichi kitu Mungu amekiweka hapa ili kiweze kuwasaidia. Kwa hiyo wasikitumie vibaya. Lakini na mabosi, jamani, pamoja na hela zenu, lakini naomba mjue hii huduma ina utaratibu tuliouweka kwa faida zenu. Maana mwanzoni mlituita matapeli. Kwa nini? Dada akija anakaa mwezi anaondoka. Miezi miwili anaondoka. Mkatufananisha na madalali. Sasa sisi tumejitenganisha. Tumeweka utaratibu wetu, tumeshajitenganisha na hao madalali. Na sisi hii tunaiita madhabahu. Kwa hiyo tunaomba tuiheshimu madhabahu yetu. Tunasaini ule utaratibu wetu, basi ufate. Mambo ya kuagiza dada ndugu yako akuletee, ndio hayo mambo tutakuja kuingia kwenye mtafaruku. Usiagize mtu, we mwenyewe uliza taratibu zetu zote. Ukiona ni rafiki, karibu. Umeona uziwezi, haina shida. Asante sana, hakuna shida. Mwisho wa siku kama nilivyosema, hatuwezi kuhudumia dunia nzima wala Tanzania nzima. Kuna wale wachache ambao Mungu amewakusudia tutawahudumia, basi hao ndio waje wafanyike baraka kwetu na sisi tufanyike baraka kwao. Period. Kwa hiyo jamani, mimi nachoomba jitahidi sasa kuuliza hilo swali. Mtu anayeweka oda muulize, dada wako mara 3. Mwambie bosi kuuliza mara 3. Ili siku ya kumchukua usio kasema tena naenda Moshi, naenda Arusha. Muulize huyu dada wa kwako, mwambie na maana kwa nini nakuuliza, ni wa kwako, ili mtu anayemfanyia mtu oda mwambie sana ni muhimu, huyu anayemhitaji ndio awasiliane, ili tuanze vizuri tumalize vizuri. Kweli kabisa madam. Haya jamani, message sent and delivered.